Kuna watu ambao wanaweza wakawa wanajiuliza ni kwa namna gani uh, pesa ya Marekani ambayo ni dola imekuwa na nguvu sana kwenye soko la kimataifa, kwamba ukienda China na nchi nyinginezo ni rahisi sana kutumia dola kufanya biashara. Mwingine anaweza akajiuliza kwa nini pesa ina nguvu na kwa nini kuna pesa nyingine ni kubwa, thamani yake ni kubwa, lakini hazina nguvu kufanya biashara kimataifa. Ningependa tu nizungumzie kwa dakika chache sana. Hili swala lilianza mwaka 1944 ambapo kulikuwa na mkataba unaitwa Bretton Woods, ambao huu mkataba sasa ulikuwa na makubaliano pande mbili, sehemu mbili, kwamba Marekani iwe inasimamia uchumi na kuiruhusu fedha yake kutumika kimataifa. Kwa nini waliruhusu hivyo? Ni kwa sababu ya nguvu waliokuwa nayo kipindi hicho. Mwaka 1944, kumbuka, ndio vita vya dunia vilikuwa vinaendelea, lakini Marekani alikuwa anajiwekea nguvu kubwa kiuchumi kwa sababu yeye kuhusika na vita kabisa. Kama unavyokumbuka, Marekani alikuja kuingia mwishoni kabisa kupambana na vita, lakini yeye kwanza relax, alikuwa anafanya biashara ya kupeleka nguo, silaha Ulaya. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba kwa sababu yeye kiuchumi alikuwa yupo fit, basi waweke dola kuwa fedha ambayo itakuwa inatumika kimataifa. Lakini pia kukawa na dhahabu, kwamba kama dola utakuwa labda una dola, unaweza kutumia dhahabu kufanya biashara. Kwa hiyo ikawa hivyo. Vita vimeisha, kila kitu, uchumi ukawa stable Marekani, lakini kwa nchi za Ulaya uchumi ulikuwa umeyumba sana. Watu hawana pesa, hawana kazi, hawana chakula. Kwa hiyo Marekani alikuwa anatumia muda mwingi sana kwenda kuuza bidhaa zake Ulaya na vitu vingine. Lakini ilipofika miaka 70, ule mkataba sasa, ule wa Bretton Woods, ukaingiwa tena makubaliano kwamba jamani, tulikuwa tunatumia dola na dhahabu, sasa hivi sasa hatutotumia dhahabu, tutatumia dola tu peke yake. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo sasa, kwamba nchi zikakubaliana, na kwa sababu Marekani ilikuwa na nguvu sana kipindi hicho, basi ni fedha hizo katika biashara zote dola ikawa inatumia. Sasa kuna wale ambao walikuwa wanasema tutaki kutumia dola. Nini kiliwapata? Hili ndio kitu ambacho nataka sana nizungumze kwa siku ya leo kwa dakika chache tu. Nini kiliwapata? Mtu wa kwanza kabisa ambaye alikataa kutumia dola alikuwa ni Iraq, ambaye mwaka 2020 alisema kabisa kwamba bwana, sisi tutafanya biashara ya mafuta kwa kutumia euro na sio dola. Lakini kilichofuata ni kwamba Marekani akamwambia wewe una silaha za nyuklia, sijui hivi na hivi. Na mwaka 2003 kama unakumbuka, Marekani akaenda kumvamia Iraq na kuanza kumshambulia. Hiyo ilikuwa ni kama sababu mojawapo ya kutaka kupambana naye, kwa kuwa tu alikataa kutumia dola. Na nchi ya pili ambayo ilikuwa nayo inakataa kabisa kutumia dola ilikuwa ni Libya. Mwaka 2010 Gaddafi alisema kabisa kwamba bwana, sasa hivi kwenye swala la mafuta tutatumia dinar. Hii ni fedha ya Uarabuni katika kufanya biashara ya mafuta. Lakini kilichotokea, NATO akaingilia, akatolewa kimabavu, Gaddafi na dina nayo ikatolewa kwenye biashara ya mafuta na dola ikachukua hatamu. Lakini pia nchi kama Ireland nayo ilitokea hivyo mwaka 2008. Walisema kabisa kwamba bwana, sisi hatutaki kufanya biashara kwa kutumia dola. Lakini kilichofuata, wakaingiliwa kwenye masuala ya kibenki, uchumi ukashuka, watu wakaupiga uchumi wake, kila kitu kikawa hovyo hovyo. Mwisho wa siku Marekani akachukua majeshi yake na kwenda kuivamia nchi hiyo. Ilikuwa ni mwaka 2008. Hiko ndio kilichotokea baada ya kusema kwamba hawataweza kutumia dola katika nani hizo. Lakini mwisho wa siku, baada ya yote, dola ikarudi kuwa kama kawaida. Nchi nyingine ni Venezuela. Nao hawa washikaji wanatumia sana dola kwenye biashara zao za mafuta. Lakini baadaye mwaka 2017 waliposema kwamba bwana, sisi hatutaki kutumia dola, nao ilikuwa vile vile wakaishusha thamani ya pesa yao, wakahakikisha kwamba hiyo nchi inarudi kwenye umaskini. Kwa hiyo kulikuwa na uchumi mbovu sana ambao ulisababishwa na Marekani pale nchini Venezuela, kwa sababu tu walikataa kuiweka dola kwenye soko, kwenye biashara zao za mafuta.
Lakini pia kuna Urusi kuanzia mwaka 2014 mpaka mwaka 2028, kwa maana yeye alishasema kabisa kwamba bwana, sisi hatutotumia dola, tutakachokifanya tutumia hii fedha inaitwa ruble na yuan katika biashara zote za mafuta. Lakini kilichotokea Marekani baada ya kuona hivyo, aka freeze asset zao, financially wakawa isolated, uchumi ukayumba, lakini vile vile wakasababishiwa vita kupigana na Ukraine, yote kwa sababu ya kukataa kutumia dola. Sasa Marekani amekuwa amewekeza sana kwenye dola, anajua kabisa kwamba pesa yangu iliwe na nguvu ni lazima niweke kwenye soko la dunia, kila nchi itumie dola, na nchi yoyote ambayo inakataa kutumia dola, basi wewe tayari umekuwa ni adui wa Marekani. Kwa hiyo hiyo ndio sababu iliyoifanya Marekani mpaka leo hii iliyoifanya soko la dunia mpaka leo hii kutumia dola. Ilianzia mwaka 1944 na miaka 1970 pale wakaurenew tena ule mkataba kwamba bwana, sasa tunatoa gold, itabakia dola peke yake. Na ndio maana mpaka leo dunia nzima kwenye masoko ya kimataifa tunatumia dola na sio fedha nyingine. Kwa wale wasiojua, nilitaka niwajuze hilo tu. Asanteni sana, muwe na siku njema.